kuja hapa. Sasa na sisi tuwasalimie, halafu mtaitikia kikwenu ili tuchukue na hiyo pia. Sasa tunataka tuseme hivi: abana bantu na banyasaye na mwabokire. Nimejaribu kidogo, si ndio? Narudia tena kwa mara nyingine ili twende sawa. Abantu banyasaye mwabokire. Nimepatia. Karibu sana Helena, kwa sababu baadhi ya mazingira ambayo tumejifunza kidogo, baadhi ya lugha za kwao ni maeneo haya ya Ogembo Town. Amina. Ni wakaribisha wote na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo? Na kule mtazamaji, haujambo? Ni kukaribisha karibu katika ibada, ambapo wakati huu tunaingia katika ibada. Tumetoka kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Nyimbo pia ni ibada, kwa njia ya matoleo ya zaka na sadaka pia ni ibada, na tunaingia katika kipindi kingine cha neno la Mungu. Anayekuja kwa ajili ya somo zuri na kipindi kizuri au neno la Mungu ambalo linatusogeza karibu kabisa na msalaba, si mwingine anaitwa mwinjilisti Japhet Magoti, ambaye atakuja na somo zuri linalosema uzoefu wa jangwani. Na pia ni kukumbushe mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia matangazo haya, unaweza ukatuma sadaka yako kupitia M-Pesa Safaricom kwa wale wote wakazi wa Kenya 0713307222. Nitarudia 0713307222. Jina litakuja Japhet Magoti. Kwa wale wakazi wa Tanzania, mnaweza mkatumia Haro Pesa 0621585476. Nitarudia 0621585476. Jina linakuja Hasani Ramazani. Usipige simu kwenye namba hizo, unaweza ukatuma maoni yako, ukatuma maombi yako ambayo unahitaji kuombewa ili kusudi uweze kubarikiwa huko uliko, na unaweza pia ukatuma ujumbe mfupi, utabarikiwa zaidi. Ila ukipiga simu hizo hazitumiki kwa ajili ya kupokea simu yako. Naamini mtazamaji umenisikiliza vyema. Pia tukumbuke ya kwamba matangazo haya yanatujia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Huko tunapatikana kwa jina la Magoti TV, Matendo ya Kanisa Media. Pia unaweza ukaingia katika Play Store na ukapakua app ya Ibada Live. Huko utakutana na Matendo Radio. Lakini pia tupenda kuitangaza hii Get the Point wako live. Fuatilia hapo, ambao wako hapa katika jiji la Kenya. Karibuni sana na tubarikiwe. Amina. Tunakuletea matangazo haya ambao utakuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi pale tutakaposema tamati ya ibada ya Sabato ya leo. Langu jina ni Helena Msusa, nikishirikiana na Michael Robani. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kutuma komenti yako. Mara baada ya ibada tutakuja kusoma komenti zenu watazamaji ambao mmeendelea kufuatilia matangazo haya kote ulimwenguni. Mungu awabariki. Karibuni kwa ajili ya neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Japhet Magoti. Mungu awabariki. Amina. Bwana asifiwe. Nyasaye nomuya amantu gonse mwabokiri abana babokiri bamungina mwabokiri. Nyasaye nomuya, Sabato njema na siku zote. Sabato njema na siku zote. Sabato ni njema siku zote. Kwa sababu Mungu ni wa Sabato. Kama Mungu ni mwema, na Sabato ni njema. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Ogembo, Bwana asifiwe. Ogembo, Bwana asifiwe. Jamani, Ogembo, Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. God is good. Nyasaye bel chamge. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Boda boda, Bwana asifiwe. Wale watu wa kwenye maduka, Bwana asifiwe.
Tunamshukuru Mungu sana. Leo imekuwa ni siku ya pekee sana. Asante sana mchungaji Kevin Oyaro, pastor wetu wa Ogembo. Mungu akubariki sana. Huyu pastor ni wa pekee sana. Ningekuwa na uwezo wa kumuiba, ningemuiba leo niende naye Tanzania. Ila siwezi kuiba na uizi sio mzuri. Pastor wa pekee, committed, very humble. Mungu akubariki sana. Nitakuja hapa tena. Nitakuja hapa tena. Nitakuja hapa tena. Hata kama msiponikaribisha nitajikaribisha. Nimekuwa na wakati mzuri sana Pastor Malai. Ninayasema haya kwa sababu kiongozi wetu upo. Kwa wiki moja niliyokuwa hapa nimeenjoy sana. Hawa watu wananilaza hoteli mzuri sana. Nalala kwenye hoteli ambayo iko na swimming pool. Hawa watu wana Mungu awabariki Ogembo. Nina enjoy. Ni vile tu ya kwamba sitakuwepo hapa kwa kipindi chote, kwa sababu ninaanza Crusade Nyamira, na ndiko Pastor Rubua ameenda huko kufungua leo, na mchana atakuwa hapa, nami nitakuwa naenda Nyamira kuanza Crusade. Lakini tutakuwa tuna alternate. Kuna siku anaenda Abineli huko, mimi nakuja hapa. Yaani tutakuwa tunafanya hivyo. Unajua kwenye evangelism kuko na njia nyingi, na sisi tutatumia njia zote za evangelism ili watu wapate kuokolewa. Tutakuwa tunamchukua Pastor Simiu naye, na kwa sababu Bwana ameniongezea eneo la kazi, kwa hiyo Simiu na wewe jiandae huko Tanzania. Bwana ameniongezea eneo la kazi, Pastor Simiu, na nimeona Kiswahili chako ni cha Tanzania. Kabisa. Mungu akusaidie Pastor Square. Mungu awabariki sana. Kwa kweli tunashangilia sana. Leo niko na Elida Moses Ogutu. Elida ukuje hapa. Ukuje hapa Elida Ogutu. Huyu Elida ametoka Mombasa. Mwaka huu tulikuwa Mombasa na Pastor Fadhili Rubua kwenye makambi. Kanisa inaitwa Coast Central Church, CCC. Huyu Elida alikuwa ni kiongozi pale. Alitutunza sana. Yaani alitutunza, na Pastor Rubua alikuwa na mke wake, mpaka nikaona Rubua tumbo lake linaanza kusogea mbele. Wale watu wa Coast walitutunza. Na leo Elida aliposikia tuko hapa, akafunga safari kutoka Mombasa. Jamani, huyu si ni mtu wa pekee sana? Jamani, si ni mtu wa pekee sana? Si atusalimie kidogo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Yule ameambia anaitwa Moses Ogutu, ni Mkisii. Kutoka hapa juu Mokomoni Magenchi. Lakini kwa kuishi nimekaa Mombasa kitu kama miaka 30 hivi. Huyo amekaa pamoja nasi katika makambi, tukawa ni marafiki. Aliponiambia ya kwamba atakuwa na mkutano eneo la Ogembo, nikamwambia huko ndiko nyumbani, nitakuja tuabudu pamoja. Na ndio maana nimekuja kama rafiki yangu kumuona, tusalimiane na tuombeane napotoa neno la Mungu. Naomba jamani mbarikiwe sana. Barikiwa tena. Karibu. Asante sana. Pastor Kevin Oyalo, si ukuje hapa Pastor? Pastor, hata kama umenizidi miaka, ila kwa kanisa nimekuzidi. Ukuje hapa Pastor Oyalo. Huyu pastor ni rafiki yangu sana. Ili mjue ya kwamba ni rafiki yangu, hebu sikia. Nataka niongee naye hivi. Niongee naye lugha moja ambayo hata hamuijui nyie. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nataka niongee naye. Anza kuniongelesha Kisukuma sasa.
Mwangaruka baba. Mwangaruka. Mwamisha. Morano. Yakukaya. Mora. Wabeja sana. Wabeja na. Tuliho. Na hene. Doreho baba. Hiyo lugha mmeijua nyie? Hiyo lugha mmeijua nyie? Mke wangu pia tu ndiye anaijua. Hivi mke wako yuko wapi? Yuko pale. Mama kuja, mama kuja. Mama Oyaro kuja. Unajua leo ndio siku yangu ya mwisho hapa. Lazima niongee yote. Mama kuja. Na Mungu amekubariki. Uko na mwanamke wa kipekee sana. Mwangaruka mayo. Maradu. Ulimora. Mora. Yakukaya mayo. Wabeja sana. Tuliho mayo. Hawa watu ni wapekee sana, Pastor Malai. Hawa watu tumekaa nao Tanzania. Pastor huyu amekaa Tanzania kwa miaka mingi sana. Na hiyo lugha tunayoiongea ni lugha ya huko kwetu Tanzania, upande wa Mwanza. Ni kabila linaitwa Wasukuma. Huyu pastor na mke wake wamefanya kazi huko. Na ni pastor ambaye alipotoka Tanzania tulimmisi sana. Na sijui kwa nini walimuita Kenya, lakini basi ni mipango ya Bwana. Hawa watu ni watu wa kipekee. Huyu pastor umri wake ni mkubwa, lakini ni very humble. Yani Ogembo, sijui kama mnajua, mmepata pastor ambaye yuko humble. I don't know. Ni pastor ambaye yuko very humble. Ni pastor ambaye hawezi kuongea maneno mengi. Anasikiliza sana kuliko kuongea sana. Ni pastor wa kipekee. Mimi pastor, ningekuwa na pesa leo ningekupa. Ila kwa sababu sina, ninataka nikuahidi siku ya Jumatatu sitakula chakula. Nitakuombea. Nitakuombea wewe na mke wako na watoto. Sitakula chakula for 12 hours. Hata maji sitakunywa. Nitakuombea pastor. Bwana akutendee baraka. Bwana awabariki watoto wako. Bwana abariki familia yako. Kwa sababu huko Ogembo, Bwana awabariki watu wa Ogembo. Yani mpaka ukitoka hapa Ogembo, tayari kila mtu wa district yako amebarikiwa. Amebarikiwa. Lakini pastor huyu, japokuwa Ogembo wanaongoza kwa zaka, lakini pastor anatumia boda boda. Japokuwa Ogembo ni number 1 kwa nini? Ni number 1 kwa nini? Lakini pastor wao anatumia nini? Jamani, anatumia nini? Nimekataa boda boda kwa jina la Yesu. Kama na wewe umekataa sema amina. Nimekataa boda boda kwa jina la Yesu. Kama na wewe umekataa sema amina. Nimekataa boda boda kwa jina la Yesu. Nimekataa kwa jina la Yesu. Ninakuombea pastor, before the end of this crusade, Bwana akupe gali. Akupe gali. Pastor, upate gali. Jamani, hebu sema pata kwa jina la Yesu. Si mnamnyoshea kidole, mnyoshee kidole. Mwambie pata kwa jina la Yesu. Mwambie pata gari kwa jina la Yesu. Sema boda boda bye bye. Sema boda boda bye bye. Mpendwa mtazamaji unanitazama hapo, kama umeguswa, ninaomba pastor utanipa namba yako ya M-Pesa. Niitaje. Na wewe unanitazama ukiwa Amerika, unanitazama ukiwa Omani, unanitazama ukiwa Tanzania, huyu pastor pamoja na bibi yake wanatumia boda boda. They are using boda boda. Huyu mtoto wa Mungu, leo tunafuta boda boda. Leo tunakataa boda boda. Baadaye atanipa namba yake, nitaitaja kwako. Tuma shilingi 100,000.
tuma shilingi 50,000, tuma shilingi 10,000 kwenye namba ya pastor tupate 1 million ili apate gari before the end of this crusade. Nami nataka nikwambie pastor, waambie wale wanaokuendesha kwa bodaboda ya kwamba you my bodaboda riders, you have only few days. Tena anza kufuta namba zao. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Basi tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, my brother and my senior pastor Kevin Oyalo is one of the powerful preacher, humble man, fearing God. He has decided, Pastor Rubua and Magoti and the other speakers, to be in this place of Ogembo to proclaim your words to your people. Dear Father, what in heaven, this afternoon ninayaweka maisha ya huyu mchungaji mikononi mwako. Yeye pamoja na mke wake na watoto. Ninaomba Baba ukawafungulie njia. Wachungaji wamekuwa na mateso mengi katika kazi hii. Wengine wanatembea kwa miguu from long distance, wananyeshewa na mvua. Pastor huyu kwa sababu ya umri wake, wakati mwingine baridi inamtesa akiwa kwenye bodaboda, analia lakini hawezi kufanya chochote. Ninaomba Baba ukanyanyue watu kutoka kila kona ya dunia hii watakaombariki mchungaji kwa gari. Hata kama watu wa Ogembo hawatafanya, lakini wiki hii Baba tenda miujiza, pastor huyu aweze kupata gari ili aendelee kulitumikia jina lako kwa njia ya kipekee. Ni kweli Baba, kuna wakati anaenda kwenye matanga, anatembea kwa miguu. Baba anateseka. Alikuja kunitembelea pale kwa hoteli, Mungu wangu, akiwa anatetemeka, amepigwa na baridi. Ninaomba Baba nguvu yako ya ajabu ifanye njia kwa ajili ya mchungaji Oyaro. Baba mfungulie njia. Najua wewe ni Mungu wa njia, haujawahi kushindwa kwa lolote. Baba tenda miujiza. Mguse Muislamu mmoja, mguse mtu wa Roman Katoliki, mguse mtu wa PAG, mguse mtu wa SDA. Gusa mtu mmoja Baba, ili atoe shilingi 1,000, atoe shilingi 5,000, atoe shilingi 10,000, atoe shilingi 100,000, ili mtumishi wako atumie chombo cha usafiri kwa ajili ya kazi yako kueneza injili. Asante kwa sababu utambariki, na baraka hizi ziende kwa mke wake, ziende kwa watoto wake. Kama watoto wake hawajapata kazi, kwa maombi haya wakapate kazi. Kwa maombi haya ukawape afya njema. Kwa maombi haya ukawape akili darasani. Pastor wetu Kevin Oyalo na mke wake wasigonjeke, nyumba yao isigonjeke. Baba ukawabariki wanapofanya kazi yako hapa Ogembo. Wakawe faraja ya watu wa Ogembo, wakawe amani ya watu wa Ogembo. Wakienda kwenye matanga walete faraja kwa watu wanaolia. Wakienda kwenye harusi wakawe furaha kwa watu wanaofurahi. Baba ukawabariki watumishi wako hawa. Mimi mtoto wako na Jafet Magoti ninawaweka mikononi mwako. Ninaamini kabisa unaenda kufanya miujiza wiki hii kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Kila mwenye imani aseme amina. Mungu akubariki sana pastor. Mungu akubariki sana. Niwaite elders wote hapa. All elders of this district. All elders kujeni hapa. All elders. Na bibi zenu. Kama we ni bibi wa elder kuja. Na kama elder we ni mwanamke njoo na bwana wako. Kama we elder ni mwanaume bibi yako akuje kama yuko. Pangeni hapa laini hapa mnitazame. Elder mnasimama mbele na bibi zenu wanasimama nyuma. All elders of this district. Makanisa yenu sijayashika lakini najua kuna
Sunshine, kuna Ogembo na Good News na Cambridge. All elders na bibi zenu. Wabibi mnasimama nyuma. Wabibi mnasimama nyuma. Unaweza ukasimama nyuma ya mpenzi wako, na kama bibi yako hayuko basi tutamuombea mahali yuko. Kwa nini nataka nifanye jambo hili leo? Elders hawa wanafanya kazi kubwa sana ya Mungu, lakini ni watu wachache wanawaombea elders. Kwa hii crusade kuna elder hapa hata usiku hawalali vizuri, wanawaza, wanapanga crusade. Watu watakaa wapi? Wageni watakula nini? Elders wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya Mungu wetu, lakini few members wanaombea elders. Leo nataka niwaombee elders. Mimi mmenitunza sana this week. Yaani nimekaa hapa elders, nina enjoy maisha. Ninalala sehemu nzuri sana. Ninakula vizuri sana. Hata jana walikuja kunichukua kwa boda ya silali. Na gari hata sijaambiwa toa hela ya mafuta. Jamani, Mungu awabariki elders. Na nyie niwaombe sana watu wa kanisa. Hawa watu mnaona wamesimama hapa mbele ni watiwa mafuta wa Bwana. Naomba niongee na church members. Hawa elders mnaowaona hapa, hata kama unajua anti yake, hata kama unajua baba yake, hata kama ni ndugu yako, ila tambua huyu ni mtumishi shambani mwa Bwana. Amewekewa mikono kwa ajili ya kazi ya Mungu. Respect your elder. Respect your elder. Nimewahi kuona kuna watu wanaongea maneno mbaya juu ya elders. You be very careful na our elders. Hawa ni watu wa mafuta wa Bwana. Muwaheshimu elders. Muwaombee elders. Elder akiongea neno linaweza likatokea kwenye maisha yako. Muwaheshimu hawa viongozi wa Mungu. Leo ninawaombea elders. Mungu awape nguvu. Ninajua hii kazi mnaoifanya ni kazi ngumu. Sisi wachungaji tuna mishahara, ila nyie wa elder hamna mishahara. Yaani mimi hapa Elder Richard, tena mshahara umeingia jana. Ila nyie ndio mnafanya kazi kubwa, lakini hamna mshahara. Unajua sisi pastors hatuna kazi. Kazi iko kwa elders. Mnafanya kazi kubwa. Yaani nyie ndio mmemshika Pastor Oyaro hapa. Nyie ndio mnafanya hiyo zaka inakuwa number 1. Lakini hamna mshahara. Sisi tumesomea theology, wewe umesomea uelida. Hata uelida hauna certificate ya uelida, una certificate ya mambo mengine kabisa. Lakini Mungu amekuchagua kuwa kiongozi kwa ajili ya kazi yake. Ninakuombea. Ninaombea bibi zenu. Ninaombea watoto wenu. Ninajua mna watoto. Bwana abariki watoto wenu. Mimi nitaondoka leo mchana kwenda Nyamira. Lakini before sijaondoka, ninaomba Baba wa mbinguni awabariki sana. Bwana awatendee miujiza. Tunapokuwa kwenye wiki ya mwisho ya mwaka wa 2022, ikawe ni wiki ya mwisho ya matatizo kwenye familia zenu. Tunapokuwa katika wiki ya mwisho ya 2022, ikawe ni wiki ya mwisho ya magonjwa kwenye miili yenu. Kama kuna elder hapa ni mgonjwa, akapone kwa jina la Yesu. Kama kuna elder ana mtoto anayesumbua akili yake, Bwana akamguse mtoto wako. Mnafanya kazi kubwa elders. Mnafanya kazi kubwa. Nilikutana na mwalimu siku ya Sunday. Alikuwa hapa anahangaika.
Nimekutana elders wanahangaika kwa hii crusade, wanakaa mikutano, wanakaa vikao ili watu waokolewe. Elders, Bwana awabariki, mnafanya kazi kubwa. Naomba niwaambie elders, siku moja tutaenda mbinguni. Yesu atawalipa. Yesu atawalipa elders. Mnafanya kazi kubwa. Yesu atawalipa. Mimi ninawaombea. Niwaombe sana church members na wageni mliofika. Ninapoomba na wewe ombea elders hawa. Naomba tuwaombea hawa elders. Ni vile nyinyi hamjui kazi walionayo hawa watu. Ni vile hamjui kazi walionayo hawa watu. Tulikuwa tunaenda kwenye nyumba moja na Elder Richard. Nikaona kabisa anakimbia. Si unajua Elder Richard Mungu amembariki. Lakini anapanda mlima, anakimbia, ananiambia Magoti nifuate. Tunaenda kwenye nyumba kuombea watu. Unajua Elder, ulinifunza kitu kikubwa sana. Moyoni nikatoka, nikasema Yesu, huyu mzee, ningekuwa mimi ndio nina mbingu, ningempa baraka zote. Lakini tunaye Mungu ambaye tukimuomba anasikia. Elders, tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, ninawaleta elders hawa mikononi mwako. Baba, hawa watumishi shambani mwako wanaifanya kazi yako usiku na mchana. Awalali, wanahangaika, wanapanga mipango. Kuna wakati hata church members wanawasema vibaya, lakini wenyewe bado tu wanaendelea kufanya kazi yako. Ninaomba leo ukawafute machozi. Naomba Baba ukawabariki elders hawa. Naomba Baba ukabariki wake zao. Naomba Baba ukabariki familia zao. Naomba ukabariki kazi zao za mikono. Naomba ukabariki biashara zao. Naomba Baba Roho Mtakatifu aendelee kukaa pamoja nao. Naomba Kristo uzidi kuwatawala hawa elders wetu. Baba, watendee miujiza mikubwa elders hawa. Umewapa baraka ya kuwa na watoto. Tunawaleta watoto wao mikononi mwako. Ninaomba Yesu ukawalinde watoto wa elders. Wanaosoma ukawape akili darasani. Wale wenye familia zao, bariki familia zao. Kama elder ako na mtoto hajapata kazi, naomba ukamfungulie njia by next year, early of next year akapate kazi. Baba, naomba ukawape afya njema elders wetu wanapomsaidia Pastor Oyaro kufanya kazi. Baba, kuwa pamoja nao, ukawalinde na kuwabariki, ukawatendee miujiza na baraka nyingi. Baba, usiwaache katika ufalme wako. Siku ile utakaporudi kuwachukua watu, naomba elders hawa na familia zao ukawakumbuke, ukawatendee miujiza mikubwa, ukawabariki Baba na kuangazia nuru ya uso wako. Baba, ukawatendee baraka ambazo zinazidi maisha yao, ukawafungulie njia zote za maisha, ukawabariki waingiapo, ukawabariki watokapo. Ninaamini ya kwamba umesikia. Ndivyo ninavyokuomba na hata kuamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Amen. Mungu abariki sana elders. Mnaweza kurudi kwenye viti vyenu. Mungu abariki. Nitaendelea kuwaombea elders, nitaendelea kuwaombea. Muniruhusu masaa haya niwaite heaven targeters. All heaven targeters, kujeni hapa mbele. Heaven targeters, kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Simameni hapo mbele, mnanitazama. All heaven target. Unajua hata Pastor Abineli ni heaven target. Na nimeona anaimba. Heaven targeter. Heaven targeters.
Kujeni tu hapa. Songa hivi pastor, songa hivi kabisa. Hata kama huna uniform kuja. Hata Dr. Monda nimemuona ni even targeta. Kuja. Even targeta, hata Rispa nimemuona. Unajua sasa Mama Ruth nimeanza kuwashika na majina. Ndio utajua na mimi ni even targeta. Haiwezekani daktari akawa hapo na mimi nikawa kando. Na mimi ni member wa even targeta. Na nitaanza kuvaa suti zenu. Nimeanza kuona suti zenu hizo, na mimi nitaanza kuvaa. Jamani, hawa watu, hiki kikundi kina miaka 12 kama sijasahau. Ni watu wa pekee sana. Hapa kuna wahubiri, hapa kuna wasoma mafungu, hapa kuna waimbaji, hapa kuna watoa mapepo, yani ni specialist wa mapepo. Hiki kikundi ni cha pekee sana. Mimi walianza kunitafuta mwaka wa 2015. Chairman wao Lameki, bibi yake si ndio huyo? Chairman wao Makenzia walikuja Nyamira mwaka wa 2015 wakitamani tufanye nao kazi ya Mungu, na wameendelea kufanya kazi ya Mungu, na wanaifanya na hawachoki kufanya kazi ya Mungu. Yani hawa watu wameamua kusurrender all to Jesus. Wameamua kuyatoa yote kwa Yesu, japokuwa wanasemwa vibaya sana. Naomba niwatie moyo leo. Msikate tamaa. Msikate tamaa. Msikate tamaa. Majaribu yanapokuwa makubwa, baraka zinakuwa kubwa. Majaribu yanapokuwa makubwa, na baraka zinakuwa kubwa. Msikate tamaa. Ukishakuwa heaven targeter, shetani atakutafuta. Msikate tamaa. Si mnaniona mimi hapa vile niko? Unajua na mimi hapa nina mimi Mama Ruth ninasemwa vibaya sana. Mimi kuna wengine wanasema huyu ni SDA pastor wa Pentecost, wengine wanasema huyu mtu anatumia madawa, wengine wanasema huyu mtu. Mimi wakisema, kesho wanasikia niko Ogembo, kesho kutwa niko Nyamira, siku nyingine niko Cheplati, mara niko Bujumbura. Wenyewe wanasema mimi na move kwa sababu mimi ni heaven targeter. Nataka niwaambie heaven targeters, msikate tamaa. Endeleeni kufanya kazi ya Mungu. Fanyeni kazi ya Mungu. Na Biblia inasema mtu anayenitumikia Bwana anamuheshimu. Mkimaliza Ogembo, mmemsikia kiongozi wetu wa conference wa field anasema sasa tuna target upande wa Masaini. Mwende mkamwambie tunaomba utupatie eneo, twende Umasaini. Na uzuri ni kwamba Abineli yuko hapa na Magoti yuko hapa, hamwangaiki tena wanenaji. Na Rubua si ndio huyo? Si mmetosha wanenaji? Tunawaongezea na Simiu. Simiu, na wewe si usimame hapa. Simama hapa, na wewe ni heaven targeter kuanzia leo. Simiu, na wewe simama hapa, na wewe kuanzia leo mimi nimekuregister. Kuanzia leo na wewe ni heaven target. Sasa hawa watu ndio wameungana na district kufanya hii crusade. Jamani, si wabarikiwe? Hebu semeni wabarikiwe. Hebu semeni wabarikiwe. Jamani, semeni wabarikiwe. Jamani, semeni wabarikiwe. Ninawaombea baraka za Bwana. Mimi nitaondoka leo, lakini Pastor Rubua ataendelea. Na ninaamini baraka za Bwana zitajaa kwa wingi katika crusade hii, na watu wataokolewa. Sasa even target leo, mkae tafuteni 20,000 kwa ajili ya gari ya mchungaji. Mimi si ndio pastor wenu? Na unajua Magoti huwa ana polite language.
Tafuteni 20,000 Mama Ruth kwa ajili ya gari ya mchungaji. Tafuteni 20,000. Na najua nyie nikiwapa 20,000 mtaleta zaidi. Yaani ile siku ya Jumamosi tukitoa hela ya mchungaji apate gari, na nyie toeni more than 20,000 Kenya shillings. Kwa jina la Yesu mtatoa, kwa sababu nyie ni heaven targeters na huwa hamchoki kwa kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Nataka niwaombe sasa. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, ninawaleta heaven targeters mikononi mwako. Hiki kikundi ni cha kipekee sana. Kimefanya makrusade sehemu nyingi sana. Wanaenda kila mahali, hata Tanzania wamefika. Pastor George Ojwang anawataja kila wakati. Wamefanya kazi kubwa Tanzania. Wamefanya kazi kubwa hapa Kenya. Na wanaendelea kufanya kazi. Baba, ni wanadamu wenye madhaifu. Ni wanadamu wenye weakness zao. Lakini wameamua kuwa heaven targeters. Ninaomba Baba ukawabariki sasa. Naomba Baba ukawaguse. Kuna wakati wanarushiwa maneno. Kuna wakati wanarushiwa mishale. Kuna wakati wanarushiwa mawe. Baba, ninaomba ukawape moyo usiokata tamaa. Waendelee kusimama kwa ajili ya kazi yako. Waendelee kusimama kwa ajili ya kazi yako. Bariki biashara zao. Bariki ajira zao. Bariki familia zao. Bariki masomo yao. Bariki watoto wao. Tunapoenda katika wiki ya mwisho ya crusade hii, Baba, ukawe ni mwisho wa mateso kwa watu wa heaven targeters. Ukawe ni mwisho wa magonjwa kwa mgonjwa aliyeko hapa. Baba, wabariki hawa watu. Baba, wabariki kwa njia ya kipekee wanapoendelea kuifanya kazi yako. Baba, waongezee nguvu ya kufanya kazi. Bariki Baba. Baba, panua, extend ministry yao. Baba, ukawabariki kwa njia ya kipesa. Ukawabariki kwa njia ya kiroho. Ukawabariki kwa njia ya kiafya. Ukawabariki kwa njia ya kiuchumi. Ukawabariki kwa njia ya ulinzi. Wanaposafiri, safiri pamoja nao. Wanapokula, kula pamoja nao. Baba, endelea kuleta watu watakao support heaven targeter ministry. Baba, leta watu watakao support. Hata leo ndugu yangu Makenzia ameniambia wanataka kuongeza vyombo. Wanataka wawe na pulpit inayotembea, movable pulpit. Wanataka kuwa na tenti zao. Wanataka kuwa na viti vyao. Baba, ninaomba kupitia kwa jina lipitalo majina yote, wabariki hawa watu kwa mipango walionayo kwa ajili ya kazi. Siku moja waende mbinguni. Tumishi wako nataka nihubiri sasa. Kwa dakika chache hizi nipe ujumbe kwa ajili ya heaven targeters. All people who are here and those who are following through their YouTube channels. All of us, we are focusing to heaven. We are targeting to heaven. All of us here, we are heaven targeters. Teach me so that I can teach your people. Touch my tongue. Touch my lips. Anoint me in a very special ways. Anoint me, dear Father. Baba, ukaniguse leo katika namna isiyo ya kawaida. Sermoni ya leo ikamfanye mtu mmoja kusema hakika Yesu ameonekana. Wakati nina preach hapa, wagonjwa wapone. Wakati na preach hapa, mapepo yatoke. Wakati na preach hapa, Baba, nguvu ya mbinguni ishuke mahali hapa katika namna ambayo haijawahi kutokea. Katika jina lako Yesu
tunaomba na hata kuamini. Kila mmoja aseme amina. Mungu abariki sana. Mnaweza kurudi. Mungu abariki sana. Heaven targeters. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema uzoefu wa jangwani. The experience of desert. Uzoefu wa jangwani. Katika series hii ya uzoefu wa Kutoka, leo nataka tuangalie kidogo uzoefu wa jangwani. Uzoefu wa jangwani. Kitabu cha Deuteronomy, kitabu cha kumbukumbu la Torati, kumbukumbu la Torati, sura ya 29 na ule mstari ni wa 5. Kumbukumbu la Torati, the book of Deuteronomy, chapter 29 verse 5. What does the Bible says? Biblia inasemaje? Ebu weka microphone vizuri msomaji wangu. Microphone vizuri. Haya, naam. Haya. Nami miaka 40. Nami miaka 40. Nimewaongoza jangwani. Nimewaongoza jangwani. Nguo zenu hazikuchakaa. Hazikuchakaa juu yenu. Wala kiatu chako hakikuchakaa katika mguu wako. Hakikuchakaa katika mguu wako. Hamkula mkate. Wala hamkunywa divai. Wala kileo. Ili mpate kujua ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi mlipokuja mahala hapa, walitutokea kupigana juu yetu. Hebu sikia. Biblia inasema, mimi Bwana nimewaongoza jangwani miaka 40. Nimewaongoza jangwani miaka 40. Ninamshukuru sana Pastor Joel Okindo, daktari. Na nimeambiwa hapa ni nyumbani kwao. Daktari Okindo ni kiongozi wetu wa division. Ananipenda sana. Amenipa nafasi Pastor Malai. Pastor Okindo amenipa nafasi ya kutembea nchi 11 za division yetu. Nchi zote amenituma Pastor Okindo. Niliwahi kufika Misri, japokuwa Misri sio sehemu ya division yetu. Lakini nimefika Sudani. Nimetembea katika jangwa. Nimeliona jangwa. Nimefika mpaka mlima Sinai. Nimetembea jangwani. Jangwani ni mahali ambapo pana jua, pana joto. Asante sana. Jangwani pana joto wakati wa mchana, na usiku pana baridi. Hata wale wanaoenda kupanda mlima Sinai huwa wanapanda usiku. Siku moja hivi ni target, anataka twende tukazuru, twende mpaka Israeli.
Heaven target. Hivi heaven target mnanisikia? Unajua Pastor Simiu na wewe ni heaven target. Nataka twende Israeli, tupite huko kwenye hizo biblical history. Tupite huko tukajifunze. Mimi namshukuru Mungu nimefika huko. Jangwani kuna mchanga. Jangwani hakuna miti kama iliyoko hapa Kisii. Mpaka kuna wakati Pastor Abineli nikaanza kujiuliza kwa nini Mungu aliruhusu wana wa Israeli wapite jangwani. Maisha ya jangwani ni maisha magumu sana. Ni maisha ya hatari sana. Ni maisha ambayo maji hakuna. Jangwani hakuna maji. Maisha ya jangwani ni maisha yenye joto. Joto. Pastor Uguto, unadhani Mombasa kuna joto? Wewe uende jangwani. Uende kule jangwani ndio utajua kuna joto. Joto ni kubwa jangwani. Lakini habari njema, ukiwa jangwani pamoja na Mungu, ukiwa jangwani pamoja na Mungu, joto haitakutesa. Ukiwa jangwani pamoja na Mungu, joto haitakusumbua. Biblia inasema wana wa Israeli wakiwa jangwani, hata viatu vyao havikuchakaa. Unajua ni kwa nini? Walikuwa pamoja na Mungu. Ngoja niongee na mtu wa Mungu aliyeko hapa. Ukiwa na Mungu kwenye maisha yako, mambo yako hayachakai. Ukiwa na Mungu kwenye ndoa yako, ndoa yako haichakai. Ukiwa na Mungu kwenye biashara yako, biashara yako haichakai. Kwa miaka 40 hawa watu walitembea jangwani. Walitembea jangwani, mahali ambako ni hatari, lakini Mungu alikuwa pamoja nao. Watu wa Ogembo mlioko hapa, jifunze kutembea na Mungu kwenye maisha yako. Jifunze kutembea na Mungu kwenye maisha yako. Jifunze kuishi na Mungu kwenye maisha yako. Usitembee mwenyewe, tembea pamoja na Mungu. Ukitembea na Mungu, utapata chakula jangwani. Utapata chakula jangwani. Wana wa Israeli walipewa chakula. Walikuwa wanapewa chakula. Kumbuka, jangwani huwezi kulima ukapata. Jangwani huwezi kulima ukapata. Lakini hawa watu kwa miaka 40 Bwana akawapa chakula. Ukitembea na Mungu, utakula pasipo kutumia nguvu. Ukitembea na Mungu, utapata chakula pasipo kutumia nguvu. Unajua kuna mtu yuko hapa anafanya kazi, analauka asubuhi, anarudi usiku, lakini ana madeni hadi kwenye simu yake. Ameokoa jahazi. Nataka nikwambie leo, Mungu akiwa upande wako, Mungu akiwa upande wako, utaenjoy maisha jangwani. Kuna watu wana jangwa la maisha hapa. Kuna watu wana jangwa la ndoa. Kuna watu wana jangwa la biashara. Kuna watu wana jangwa la watoto. Nataka nikwambie, muite Mungu aje kwenye jangwa la safari yako. Mungu akiwepo jangwani, maisha yanakuwa mazuri. Maisha yanakuwa mazuri. Ngoja nikwambie kitu. Wakati wengine wanalia, wewe mwenye Mungu utakuwa na furaha. Wewe mwenye Mungu utakuwa na furaha. Kuna mtu mmoja hajanielewa. Mimi maisha yangu elders ni testimonies. Maisha yangu mimi
ni testimonies. Yaani hata nimemwonyesha Pastor Oyaro barua moja niliyotumiwa jana. Hiyo siwezi kuambia hapa, ila Oyaro ameiona. Yaani the way Mungu anavyonifanyia mambo the way Mungu anavyonifanyia mambo, hata mwenyewe ninabaki kusema Baba, jina lako litukuzwe. Yaani unajua Pastor Abineli, I'm talking with you. Haijalishi unapita kwenye jangwa gani, ila kwa sababu una Mungu hautachakaa. 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 Mungu akiwa na wewe, hata katikati ya shida utapata chakula. Utapata chakula. Utapata chakula. Magoti, unaongea nini? Ninaongea uzoefu wa jangwani. Kitabu cha Isaya sura ya 41. Isaya sura ya 41 na ule mstari ni wa 17 na wa 18. Isaya sura ya 41 na ni ule mstari wa 17 na wa 18. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Maskani na wahitaji, maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana. Ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Nitafunua vijito vya maji juu ya vilima na chemichemi katikati ya mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Hebu sikia hiyo ahadi. Naomba niongee na maskini aliyeko hapa. Naomba niongee na mtu anayepita kwenye changamoto aliyeko hapa. Naomba niongee na mtu ambaye anapita katika jangwa la maisha. Sikiliza Mungu anavyosema, maskini na muhitaji. Maskini na muhitaji. Katika uzoefu wa kutoka, Bwana atasikia kilio chako. Hata kama hakuna maji, ataleta maji kutoka jangwani. Ataleta maji kutoka jangwani. Mungu wetu ni Mungu mwenye njia ambazo wanadamu hatuzifahamu. Ellen White anasema kwenye kitabu cha Step to Crusade, anasema ya kwamba njia za Mungu ni maelfu kwa maelfu. Sisi wanadamu hatujui hata moja. Hatujui hata moja. Na ndio maana nataka nikwambie, usiishi kwa mazoea, ishi kwa kumtegemea Mungu. Yaani maisha yako yasiwe ya kimazoea. Yaani ukimtegemea Mungu, anaweza kugeuza jangwa kuwa bahari. Anaweza kugeuza jangwa kuwa bahari. Anaweza kuleta maji kutoka kwenye milima. Mungu wetu ni Mungu kwa yasiyowezekana. Sio kama kuna mtu ananielewa. Nimeona kuna mtu yuko hapa, alipomaliza shule results zimekuwa mbaya, anawaza mambo yataendaje. Nimeona kuna mtu hapa toka alipoolewa hajawahi kuwa na furaha kwenye ndoa yake. Nimeona kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, toka alipopata kazi hana furaha na hiyo kazi. Nimeona kuna mtu yuko hapa amemaliza form 4, alivyoandika mitihani anajua kabisa hapa siwezi kufaulu. Naomba nikwambie leo, wanaomuamini Mungu wanakuwa na amani maishani. Wanaomuamini Mungu, Mungu wetu aweza kufanya muujiza hata jangwani.
anaweza kufanya muujiza hata jangwani. Mungu wetu anaweza kutenda yasiyowezekana. Ninaogopa sana kutoa testimony kwa sababu kuna wengine wanasema sinachukua muda. Lakini tu nikwambie, Pastor Oyalo, nimemuona Yesu. At my age in the ministry, nimemuona Yesu vile anavyonifanyia mambo yangu. Nimemuona Yesu in my family. Nimemuona Yesu kwa familia yangu. Nimemuona Yesu kwa mke wangu Veronica. Nimemuona Yesu kwa watoto wangu. Nimemuona Yesu kwa ndugu zangu. Nataka nikwambie, Mungu tunayemwabudu katika Yesu aweza kuleta maji jangwani. Sikiliza, hicho cheo sio cha kwako. Mungu aweza kukupeleka kwenye cheo kikubwa sana. Ngoja nikwambie kitu. Mungu anaweza kumbadilisha mme wako hata leo. Mungu anaweza kubadilisha mtoto wako hata leo. Mungu anaweza kutenda yasiyowezekana. Hivi kuna mtu ananielewa? Ukiona mpaka Masai anakuwa mchungaji, hivi unaelewa? Mimi nimekaa kwa Wamasai. Ukiona mpaka Masai anakuwa mchungaji, ndipo utajua tuna Mungu anayetenda yasiyowezekana. Mimi nimekaa kwa Wamasai nikiwa Arusha. Ukiona mpaka Masai anakuwa kiongozi wa field, nothing is impossible kwa Mungu. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Nataka nikwambie, Mungu aweza kukutoa zero ukawa hero. Mungu anaweza kukutoa mtu ambaye ni nobody ukawa somebody. Mungu anaweza kufanya mambo yasiyowezekana hata jangwani ukapata chakula. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja. Yuko tu hapa ananisikiliza hata sasa hivi. Ananiambia, Magoti, nyumbani kwetu baba yangu anauza vitabu, ni literature evangelist. Nyumbani kwao maisha yalikuwa ni ya ajabu sana. Maisha yao yalikuwa ni ya ajabu. Watu walikuwa wanawacheka, watu walikuwa wanawacheka, watu walikuwa wanawacheka. Lakini ndani ya miaka miwili, unajua naongea ndani ya miaka miwili, ananiambia Mungu alifanya muujiza. Leo nyumba yetu waliokuwa wanaicheka, leo wanaisalimia kwa heshima. Yuko Mungu ambaye anaweza kutembea na wewe jangwani. Anaweza kutembea na wewe jangwani. Anaweza kutembea na wewe jangwani. Nataka nikutie moyo leo, usiumie. Usiumie wala usilalamike. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Muamini Yesu. Hebu sikia kitabu cha Isaya sura ya 43. Kitabu cha Isaya sura ya 43. Na ule mstari ni wa 18 na wa 19. Na ni ule mstari wa 19 mpaka 20. 19, 18 mpaka 20. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Hebu sikiliza. Wewe ambaye unapita katika jangwa, usiyakumbuke mambo ya kwanza. Wala msiyatafakari mambo ya zamani. Wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Nitafanya njia hata jangwani. Na mito ya maji nyikani. Nitafanya na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni. Hebu sikiliza. Mungu anasema na wewe, usiyakumbuke mambo ya zamani. Moja ya kitu kinachowatesa watu wengi, wanayakumbuka mambo ya zamani.
Yaani anakumbuka mambo ya mwaka wa 2021, anayakumbuka mambo ya 1998, anayakumbuka mambo ya zamani. Nataka nikutie moyo leo, usiyakumbuke mambo ya zamani. Mungu wako hata sasa anaweza kufanya jambo jipya. Mungu wako hata sasa anaweza kutenda muujiza usio wa kawaida. Siku moja Yesu walimwalika kwenye harusi. Alipokuwa kwenye harusi pale Kana ya Galilaya, akiwa kwenye harusi, Pastor Simiu, divai ikaisha. Divai ikaisha. Yesu akatumia maji kuleta divai. Hivi kuna mtu ananielewa kweli? Yaani huyu Mungu anaweza kugeuza maisha yako sasa hivi, ukatoka mtu ambaye ulikuwa unalia ukawa mtu wa kucheka. Mungu anaweza kumgeuza kijana wako kutoka kwenye pombe na akawa mchungaji. Mungu anaweza kukutoa kwenye umasikini na akakuleta kwenye utajiri. Mungu anaweza kukutoa kwenye jangwa na akakuleta Kanani. Unajua, ninaongea uweza wa Mungu usiokuwa na mipaka. Siku moja Pastor Okindo, kiongozi wangu Daktari Joel Okindo, alinituma kwenye nchi fulani, siwezi kutaja kwa sababu tuko kwenye media. Ile nchi ina vita. Ile nchi ina vita sana. Nchi ile ina vita. Pastor Okindo akasema, Magoti, utaenda kufanya crusade pale. Nikamwambia baba, Pastor Okindo anamuita baba. Nikamwambia baba, unajua ndoa yangu tu ndio ina miaka 3. Alafu niende kwenye nchi yenye vita. Akanambia, Magoti, si wewe ndio huwa unahubiri ya kwamba ukiwa na imani una amani? Sasa wakati tumekaa kwenye kikao hapa division, tumeona wewe ndiye unafaa kwenda. Kwa kweli niliogopa sana. Mke wangu akaniambia, mpenzi, kwa Mungu yote yanawezekana, nenda. Basi nikaenda. Nilipofika kwenye ile nchi, viongozi wa pale wa kanisa wakatupatia orientation. Wakasema ya kwamba mkiwa hapa, tulikuwa kwenye TMY, mkiwa hapa msitaje mambo yanayoendelea hapa. Msiongee mambo ya vita, wala msiongee umasikini ulioko hapa. Msiongee chochote kinachoendelea hapa. Nyie kazi yenu ni kumtangaza Yesu. Basi sawa sawa. Tulikuwa wanenaji 7 ambao Pastor Okindo alitutuma. Mnenaji mmoja siku hiyo sijui ni roho alimshukia, akawa anafunza dalili za kurudi kwa Yesu. Akasema, dalili nyingine kutakuwa na vita. Kama nyie mnavyopigana hapa, ona vile mnachinjana, ona vile mnauana, vita. Wakati ana preach, kumbe hapo ndani ya crusade kuna watu ambao ni maaskari waasi, wakarusha risasi juu. Watu 47 walikufa pale pale. Nikiwa niko kwa pulpit. Sasa sikiliza, mimi nahubiri hapa Ogembo na mwenzangu ambaye ameongea hayo maneno hivi, the next town from here ni town gani? Kisii. Mimi niko Ogembo, yeye yuko Kisii. Nikiwa na preach, pastor akanisogelea akaniambia, Magoti, funga mkutano, funga mkutano, funga mkutano. Nikamwambia, nini? Watu 48 wamekufa huko. Na watu wanakuja huku kwako, wanakuja huku kwako, wanakuja huku kwako. Pastor aliponiambia hivyo, na mimi nikafunga mkutano. Na mimi nikafunga mkutano. Watu wakakimbia. Wale watu wakaja, walipofika kwenye crusade, wakakuta crusade haina watu. Wale watu wakaja mpaka kwenye hoteli yangu. Walikuwa wanajeshi
wakiwa na silaha zao, wakaja kwenye hoteli. Sasa nataka nikuonyeshe ya kwamba Mungu wetu ni Mungu kwa yasiyowezekana. Ni Mungu ambaye anaweza akafanya mambo. Pastor Abineri, Pastor Malai, nilipoingia kwenye rumu yangu, yule msichana wa pale kwa hoteli mimi nimeingia kwa rumu yangu, yeye akaja nje akaweka kufuli. Wale wanajeshi walipofika wakasema tuonyeshe rumu ya pastor, tuonyeshe rumu ya yule mnenaji. Yule msichana akawaambia mnenaji hajafika hapa. Akasema hapana, hajafika, rumu yake ni hii. Walipofika kwenye rumu yangu wakakuta kuna kufuli. Nani amempa hiyo akili? Nani amempa hiyo akili ya kufuli? Nani amempa hiyo akili ya kufuli, ya kuweka kufuli kwenye mlango wangu? Wakati huo Pastor Abineri, mimi niko kwenye uvungu wa kitanda, ninasema Yesu, zuia hata kikohozi. Hata mimi nina roho. Kwani nani anataka kufa mwalimu? Nikawa nawasikia yule msichana anaongea nao, wakasema si unaona hajarudi. Wale watu wakasema ngoja tumgoje. Wakangoja hapo, mimi niko kwenye ufungu, nimetulia, nikasema baba yangu we, nikifa mkumbuke Veronica asiolewe haraka. Hebu sikiliza. Baada ya muda wale watu wakaondoka. Walipoondoka, yule msichana akaja kwa dirisha akaniambia pastor. Nikamwambia haya toka sasa. Nikamwambia ni kweli wametoka? Wewe msichana wewe, ni kweli wametoka? Yule msichana akani challenge akasema wewe si ndio unatufunza hapa imani? Nikasema hata kama lakini unajua Pastor Oyaro, kuna nyakati ngumu unaweza ukapitia kwenye maisha. Kuna nyakati za jangwa. Nilikuwa kwenye wakati mgumu. Nikatoka asubuhi, serikali ilipojua ya kwamba kuna shida, tukapewa walinzi. Ndio mara yangu ya kwanza nikawa na preach na bodyguards. Kuna bodyguard hapa na nyuma. Nikaenda kupreach. Sasa wakati na preach, nikaona maaskari 13 na bunduki. Nikamuuliza huyu bodyguard, hao maaskari ni wako pamoja na sisi au sio? Akanambia hao sio, wanangoja kusikia samuni yako. Hao sio upande wetu, ila usiogope. Huyu anayeniambia usiogope, ukiangalia mwili wake, ukikompea na yule lakini nikajipa nguvu katika Yesu. Nikajipa nguvu katika Yesu. Kilichotokea, nikaanza kuhubiri. Nikasema Mungu wetu anaweza. Nilipoita watu waje kwa ubatizo, nikaona wale maaskari nao pia wanakuja mbele. Sasa wakati wanakuja mwalimu, sio ya kwamba na mimi nilikuwa nimekaa hivi, yani niko standby. Wale watu walipokuja, nikasema tunataka tufanye maombi. Nikuulize Abineri, katika mazingira hayo utafanya maombi kwa kufunika macho? Basi tukaomba. Mungu mwema, wale wanajeshi walibatizwa. Na kwenye ile crusade tulibatiza watu 113. Mahali ambako injili ilikuwa haijawahi kuhubiriwa kabisa, watu 113 wakampokea Yesu. Nataka niongee na mtu leo hapa, usiyakumbuke mambo ya zamani. Mungu aweza kutengeneza njia mahali ambako hakuna njia. Mungu aweza kumtoa Pastor Oyaro kwenye bodaboda na kuingia kwenye new car inaitwa Harrier hybrid. Hivi unajua ninaongea habari ya Mungu anayetenda. Unajua ninaongea Mungu anayeweza kutembea na wewe jangwani. Mungu wetu anaweza kutembea na wewe jangwani. Anaweza kukutendea miujiza. Wewe kazi yako ni moja tu, muamini Yesu. Muamini Yesu.
Muamini Yesu. Muamini Yesu. Rafiki, muamini Yesu. Mpendwa, muamini Yesu. My sister, muamini Yesu. Hata kama unapita katika jangwa, yuko Yesu anayeweza kufanya maajabu. Unajua, yuko Yesu anayeweza kutenda miujiza. Hata kama mambo yako imeharibika, yuko Mungu ambaye anaweza kukuletea chakula jangwani. Nimewahi kuona kuna watu wanapata depression. Nimeona kuna watu wanapata stress. Nimeona kuna watu wanakoswa usingizi. Nimeona kuna watu hata nguvu ya kula chakula imeondoka kwao. Nataka nikwambie leo, hata kama uko jangwani, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama hujapata kazi, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama hujaolewa, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama mambo yako yameharibika, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Usimwache Yesu. Sasa sikiliza. Yesu akatembea na hao watu kwa miaka mingapi? Miaka 40. Miaka 40. Miaka 40. Ebu Pastor Bineli nikuulize maswali. Wana wa Israeli kwa nini walitembea miaka 40? Swali la pili. Kwa nini Yesu alifunga siku 40? Swali la tatu. Kwa nini Goliati aliwatukana wana wa Israeli siku 40? Swali la 4. Kwa nini Yona aliwaambia wale watu wa Ninawi baada ya siku 40 Ninawi itangamia? Naomba nikuulize maswali. Kwa nini wakati wa Nuhu mvua ilinyesha siku 40? Siku moja Elia akapewa chakula na malaika, akaambiwa ya kwamba utatembea na hiki chakula mwendo wa siku 40. Na kwa nini Yesu alipofufuka baada ya siku 40 akawatokea wanafunzi wake? Hivi 40 ni nini kwenye maisha yako? Why 40? Kwa nini 40? Kwa nini 40? Wale theologians wanafahamu neno 40 ukilisoma katika zile lugha biblical languages linaitwa, in Greek inaitwa Tesserakonta, in Hebrews inaitwa Arobaim. Neno 40 ukisoma kwenye King James Version imeapia mara 146. Hebu sikiliza. Daudi alitawala miaka 40. Sauli alitawala miaka 40. Mtume Muhammad wa Waislamu alikuwa dedicated au alikuwa ordained alipofikisha miaka 40. Waswahili tunasema za mwizi ni 40. Paulo anasema nimechapwa viboko 40 kasoro na moja. Wana wa Israeli nao pia walitembea jangwani miaka 40. Hivi 40 ni nini? Hivi 40 ni nini? Unapoishi katika maisha ya jangwani, lazima utembee miaka 40. Ukiwa katika safari ya jangwa, lazima utembee katika 40. Unaposoma Biblia yako kwa kuichunguza, neno 40 inaonyesha mambo makubwa matatu. Inaonyesha mambo makubwa matatu ambayo mwanadamu anaweza akayapitia kwenye maisha. 40. Jambo la kwanza, inaonyesha ni kipindi amani inapoondoka maishani. Amani inapoondoka kwenye maisha, hicho ni kipindi cha 40. Wana wa Israeli wakiwa jangwani walifika mahali amani ikapotea. Kitabu cha Numbers chapter 21, kitabu kile cha Hesabu sura ya 21 mstari ni wa 4 mpaka mstari wa 5. Kitabu kile cha Kutoka cha Numbers Hesabu mstari ni wa 21, sura ya 21 mstari ni wa 4 na wa 5. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Wakasafiri kutoka mlima wa Hori. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu. Kwa njia ya bahari ya Shamu. Ili kuizunguka nchi ya Edomu.
ili kuizunguka nchi ya Edom. Watu wakafa moyo. Watu wakafa moyo Kwa sababu ya ile njia. Kwa sababu ya ile njia. Watu wakamunungunikia Mungu. Watu wakaanza kumnungunikia Mungu na Musa. Mbona mmetupandisha huku? Hebu sikiliza. Wana wa Israeli wakiwa jangwani kwa miaka 40, kuna nyakati amani yao iliondoka. 40 ni kipindi ambacho amani inaondoka kwenye maisha yako. Goliati aliwatukana wana wa Israeli kwa siku 40. Katika kipindi chote cha siku 40, amani ya wana wa Israeli iliondoka. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, yupo jangwani, amani imeondoka. Kuna mtu ananisikiliza hapa, yupo katika jangwa la ndoa, amani imeondoka. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, amani imeondoka kwa sababu yuko jangwani. Mambo yameharibika, biashara imeharibika, kila kitu kimeharibika, amani imeondoka. Unajua, msione watu wanatembea, kuna watu hawana amani, kuna watu hawana furaha. Nikiwa Mombasa CCC kwa Elida Ogutu, nikiwa nafanya makambi mwaka huu, mtu mmoja akanifata. Hawa watu walinipatia room, nilikuwa nakaa kwenye room napumzika. Mtu mmoja akanifata kwenye room, aliponi